Shirika la Msichana Tai limetoa mafunzo ya ujasiriamali kwa mabinti mkoani Mwanza kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Mafunzo hayo yamelenga kuwapa ujuzi wa kuanzisha na kuendesha biashara ndogo ndogo, usimamizi wa fedha pamoja na mbinu za masoko ili waweze kufanikiwa katika shughuli zao. Akizungumza wakati wa mafunzo, mwakilishi wa shirika hilo Bi Sandra Levocatus amewahimiza mabinti kutumia maarifa hayo walioyapata kama chachu ya mabadiliko katika maisha yao. Pia amesema kuwa uwezeshaji wa mabinti ni hatua muhimu katika kupunguza utegemezi na kukuza maendeleo ya jamii. Baadhi ya washiriki wameeleza kuwa mafunzo hayo yamewapa mwanga, ujasiri na matumaini ya kujikwamua kimaisha kwa kuanzisha miradi yao wenyewe. Hii ni News Update Media, Yusuf Shaban, Mwanza. Kwa majina naitwa Sandra Levocatus Shija, nafanya kazi na shirika la Msichana Tai lililopo Buswelo Ilemela, Mwanza, ambalo linajihusisha katika kumwezesha mtoto wa kike kuweza kutimiza malengo yake, akiweza kujiamini na kuweza kupambana na mila kandamizi. Shirika la Msichana Tai linamwezesha mtoto wa kike kupitia programu mbalimbali. Kwanza tunampa fursa ya kujiamini, aweze kupaza sauti zake kwa kuhoji zile mila kandamizi zinazomkandamiza kutimiza malengo yake, lakini pia tunatoa fursa za mafunzo ya mbalimbali ya ujasiriamali, ujuzi pamoja na matumizi sahihi ya fedha. Lakini pia Msichana Tai na vuguvugu lake ambalo tunaamini kwamba msichana ni tai, sio kuku. Katika siku hii ya leo ya tarehe 1 mwezi wa 4, shirika la Msichana Tai tumeandaa mafunzo ya siku 2 leo na kesho, ambayo ni mafunzo ya ujasiriamali, ujuzi pamoja na mambo ya uhuru wa kifedha. Mafunzo haya yamelenga hasa kumwezesha mtoto wa kike aweze kuwa na uhuru wa kifedha, kwani tunaamini ya kwamba changamoto kubwa ama source kubwa ya ukatili katika wasichana ni ukosefu wa uhuru wa kifedha. Kwa hiyo akiwa na uhuru wa kifedha, ana uwezo wa kuwa na maamuzi katika jamii, katika familia na hata katika nchi. Lakini pia itamsaidia yeye kuweza kutimiza malengo yake. Tunaamini kwamba mafunzo haya yatakuwa na manufaa kubwa katika jamii yetu, hasa katika wasichana ambao wapo kwenye umri wa kubalehe, kwani itakuwa ni sehemu mojawapo ya wao kuweza kujua ni namna gani unaweza kujiingizia kipato ili waweze kufikia lengo lao la kuwa na uhuru wa kifedha. Mafunzo haya kwa sasa yanafanyika kwa siku 2 tu, lakini kutokana na kwamba mafunzo haya haiwezi akawa ni ya kutosheleza, kwa sababu siku 2 sidhani kama ni siku ambazo zinazitosheleza mtu kujifunza vingi. Kwa hivyo baada ya hapa kutakuwa na fursa mbalimbali ambazo tutakuwa tunakutana nazo, tunaweza kuwalink wasichana na hizo fursa ili waweze kujiendeleza zaidi. Asante. Kwa majina naitwa Mpelo Suleiman Mwelevu, ni mshirika wa Msichana Tai. Leo nimeweza kuhudhuria mafunzo ya Msichana Tai na pia nimeweza kujifunza mambo mengi katika hili shirika. Mambo niliyojifunza ni pamoja na ujasiriamali. Na kuna aina mbalimbali za ujasiriamali. Kwa mimi kama nilivyojifunza mimi kwenye ujasiriamali, nimejifunza utengenezaji wa sabuni. Kuna aina mbalimbali za kutengeneza sabuni. Kuna sabuni za maji na za vipande. Kwa hiyo mimi nimejifunza kutengeneza sabuni za maji na za vipande, kwa sababu sabuni zinahitajika kwa watu wengi sana na zina matumizi mengi. Kwa hiyo tukakaa na kikundi chetu tukajadili kuhusu kutengeneza sabuni. Napenda kuwaambia na kuwashauri mabinti wenzangu ambao hamjahudhuria hapa kwenye shirika la Msichana Tai, na wakaribisheni sana, maana utajifunza mambo mengi na utakuwa na ujasiri wa kusimama mwenyewe na kujielezea na kupata kipato chako kama wewe mwenyewe binafsi. Majina naitwa Rubna Fadhili Muhammad. Ni msichana mwenye miaka 17. Leo nimekuja katika mafunzo ya Msichana Tai. Tumejifunza vitu vingi. Tumejifunza ujasiriamali. Na ndani ya ujasiriamali kuna vitu tumejifunza aina nyingi, jinsi ya kufanya ujasiriamali. Tumekaa group discussion, tukajadili na tukapewa kazi ambayo tujadili kama wana grupu. Kwenye group discussion sisi tulichagua utengenezaji wa juisi, kwa sababu maeneo tunayoishi hamna watu ambao watengeneza juisi na wala hamna vibanda vya kutengeneza juisi.
wala uuzaji wa juisi, tukaamua kuchagua utengenezaji wa juisi za matunda. Matunda aina mbalimbali kama embe, passion, parachichi, tikiti, ukwaju, ubui na kadhalika. Pia nilikuwa nataka niondolee mila potofu za kusema kwamba watengenezaji juisi ni wachafu, juisi wanazotengeneza ni chafu, kwamba akitengeneza juisi ya tunda fulani huaga tunda limeoza au tunda limeoza. Hapana. Mtu anayetengeneza juisi ni msafi, anazingatia vigezo vyote vya utengenezaji juisi, na lazima azingatie usafi kwa ajili ya afya ya mtu anaenda kumuuzia. Asante. Kwa majina naitwa Winifrida Mkude au CFE Winifrida Mkude. Ni mwelimishaji wa masuala ya fedha, lakini afisa uhusiano pia kutoka benki ya TCB, na ni mjumbe wa bodi ya Msichana ni Tai. Na leo nimeshiriki mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana ambayo yametolewa na shirika la Msichana ni Tai. Na kwa ujumla mimi nilikuwa mahali hapa kama mtoa mada ama mwelimishaji kwenye masuala ya fedha, hasa eneo la akiba pamoja na uwekezaji. Kwa ujumla vijana wadogo na mabinti wanahitaji kupata elimu hii mapema ili iweze kuwasaidia huko mbeleni kwenye maisha yao, kwamba kutokea huku utotoni kwenye hatua za awali waweze kujua kwamba kuna umuhimu wa kutunza kipato kidogo ambacho wanakipata kiweze kuwasaidia baadaye. Kwa ujumla semina imekuwa nzuri, ushiriki umekuwa mzuri, vijana wameparticipate kwa umoja, tumepeana kile ambacho tutakiwa kukifahamu, lakini pia wao wameuliza maswali na tumeweza kupata majibu kwa pamoja na uelewa pamoja kwamba wanahitaji kuanzia sasa kuanza kutunza taratibu, kutunza kidogo kidogo kile ambacho watakipata kama matunda ya ujasiriamali ambao wamejifunza leo. Asante. Hivyo tu.